Usipoelewa na niambie alafu tuenende pamoja, si ndio? Number 4 inasema future. I will give God what he wants, believing in faith that at some point I'll get what I need. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewa wote hiyo future. Inasema nitampea Mungu kila ambacho anaitaka. Akisubiria Mungu ambariki. Si ndio? Utampea Mungu kila ambacho unaitaka, kila ambacho anaitaka, ukimngojea baraka za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hivi ndio watu wengi huwa tunafanya siku hizi, si ndio? Tunamfanyia Mungu ama tunamuomba Mungu kitu fulani na tunangojea Mungu afanye hiyo kitu ambacho umeomba Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe, si ndio? Si huwa tunafanya hivyo. Haleluya. Number 5 inasema unconditional obedience. I'll give God what he wants. Bwana Yesu asifiwe. Nitampa Mungu kile ambacho anaitaka, si ndio? Hivi unafanya nini? Unaleta kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi siku hizi wao hawafanyi, si ndio? Ni wachache wao wanafanya. Ni kwa nini washirika? Ni kwa nini watu wengi wao hawafanyi? Hawafuati neno la Mungu, hawafuati masharti ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So neno inatufunza ya kwamba siku ya leo tufanye nini? Tufuate masharti ya Mwenyezi Mungu, tutii Mwenyezi Mungu ili Mungu aweze akatupa baraka, ili Mungu aweze akatufungulia kile ambacho tunahitaji katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Niko na jambo lingine. Nataka tujifunze pia kuhusu examples of obedience. Examples of obedience. Wale ambao tunaandika tuko pamoja. Ya kwanza ni Abraham. Obedience to sacrifice Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Si tunajua wote hiyo historia ya Abraham. Ambapo Mungu alimjaribu a sacrifice his only son. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kutii ya kwanza. Ni neno ambalo tunajifunza leo. Abraham alitii Mwenyezi Mungu kwa kufanya nini? Kusikiza sauti ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu alimwambia, ninataka huyo kijana wako, you sacrifice him. Na Abraham akafanya nini? Akafanya jinsi ambavyo Bwana Mungu alimwelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Akatoa kijana wake akampeleka alimpeleka wapi? Alimpeleka wapi washirika? A mountain, si ndio? Si tunajua. Hiyo historia ya Abraham tunaipata katika Genesis, kitabu cha Genesis, Mwanzo mstari wa 22. Mwanzo Genesis 22 verse 1. Ningependa mtu atusomee kidogo. Tusikie jinsi ambavyo Abraham alitii amri za Mwenyezi Mungu. Kuna mtu amepata? Genesis 22. Yes. Sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God Hallelujah. said, take your son, your only son, whom you love, Yes. Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain that I will show you. Yes. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Yes. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough food for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Yes. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Hallelujah. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Yes. Father.
Yes, my son. Abraham replied, the fire and wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Yes. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Yes. And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood of it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on the top of the wood. Then they reached out his hand and took the knife to slay his son. Asante. Wa Kiswahili unaweza tusomea? Kiswahili? Dada Millicent, umepata Kiswahili? Nani yako na Kiswahili? Dada Peter, usome kwa Kiswahili. Genesis 22 verse 1. Genesis 22:1. Yes. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alijaribu Ibrahimu. Akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Soma endelea. Endelea mpaka namba 8. Verse 2, akasema, umchukue mwanao, mwana wako